Asema mamangu alikuwa na jicho moja, na hili lilikuwa likinihuzunisha na kuchukia sana mimi kumwona. Baada ya kupata fahamu na muona mamangu ana jicho moja, yule mama akawa kila anapofanya kumridhisha mtoto, yule mtoto hata kumwona hataki, kwa sababu anamuona mamake ana aibu kuwa chongo ana jicho moja, yani jicho moja limetolewa. Yule mama akawa yuwafanya kazi kwenye ile shule anaisoma yule mtoto wake, lakini yule mtoto akawa hataki kabisa yule mama ajulikane kwamba ni mamake. Yuwapata taabu anapomwona yule mama anamkaribia na hujifanya kama hamjui. Asema lakini watoto wakawa jua hilo kwamba huyu ni mamangu, na wakawa wananiambia wale watoto, mamako ana jicho moja. Nikitamani nife ili niondoke ulimwenguni, kama naona ni aibu ile alionayo mamangu, lakini ikawa ni maisha, siwezi kuwa kando nayo. Baada ya kumaliza masomo yangu, asema nilihama ule mji anaoishi mamangu, nikenda mji mwingine, nikafanya kazi kule, nikaoa, nikawa na familia yangu. Kwa ufupi, asema siku moja mpaka nikapata mtoto, mimi na mamangu hatujuani. Mama kwa shauku yake ya mwanawe akadasisi na kuchunguza. Huyu mtoto alikuwa katika moja katika nchi hizi za Mashariki ya Kati. Asema alihamia mji wa Singapore kule, na akaweza kuoa na akawa yuwafanya kazi kule, akapata mtoto. Mama kwa utafiti wake na hamu ya mtoto wake aliyomkimbia, siku moja alifika kule, na alipofika akaenda kwa lekezwa mpaka akafika kwa mwanawe, na alipoingia yule baba au yule mtoto alijificha, na mama akaweza kumwona mtoto wake, mjukuu wake, na hapo ndipo alipochukizwa zaidi. Huyu kijana alimwambia mamake kwamba mimi sitaki kuona tena kuja kwangu. Akarudi na hawakuonana tena mpaka siku moja yule mama alifariki, na akaacha barua kwa majirani. Barua yenyewe ilikuwa ikisema, mwanangu, najua umetatizika sana kuwa na mama mwenye jicho moja, lakini jicho langu la pili ndio jicho lako. Ulipozaliwa ulikuwa mgonjwa uliostahiki kutolewa jicho, na sikutaka mwanangu utembee na jicho moja, ndio nikatoa jicho langu.